mtihani ya kazi, ya kufanya kazi ya wananchi, mimi kuanguka ni ngumu sana. Very difficult. Ni kazi ngumu. Lakini mimi nataka tushirikiane vile vile. Na waomba ndugu zangu watu wa Embu, Kenya hii ni yetu sisi zote. Na waomba wananchi wa Kenya tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Inasemekana umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Hatutaki ukabila taifa letu, ama chuki, ama mambo ambayo yanatugawanya. Tunataka tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Na hiyo kazi mimi ndio nikishirikiana na hawa viongozi wengine wote na viongozi wetu wa dini, tutashirikiana tukifanya kazi pamoja. Mimi nataka nimalizie kwa sababu Bishop ametualika hapa leo tufanye kazi ya kanisa. Na tunataka kujenga hii kanisa iko hapa. Hii tunataka kujenga mjengo ambayo italeta pesa kwa kanisa. Si ndio mmetualika tufanye hiyo kazi ya kanisa? So mimi nimekuja hapa kama Mkristo na kama mtu ambaye anamwamini Mungu. Kuna mtu ameniuliza hapa kama nitawaalika mkuje mnisaidie kujenga kanisa kule State House. Mimi nataka niwaeleze hivi. Unajua pale State House watu hawajui. Pale State House sio mimi peke yangu nakaa. Niko na familia karibu 300 wafanyikazi wa pale. Tuko na familia za maaskari wa pale. Hata saa hizi nikiongea hapa tuko na kanisa, na mimi sikuanzisha. Kanisa inaendelea kule State House. Tuko mpaka na Sunday school. Shida moja tu, ile kanisa iko pale State House ni ya mabati. Sasa niwaulize nyinyi watu wa Embu, nyinyi mmenialika hapa tukuje tujenge kanisa ya mabati? Sasa mimi niwasaidie tujenge kanisa hapa nzuri, alafu mnataka kanisa ya State House ibaki ya mabati? Surely. Yani sijui hata mimi nachanga watu wananiuliza nini. Mimi sijakuja kuanzisha kanisa State House, nimekuta kanisa ikiendelea. Nimekuja pale nikakuta State House ni nyumba ilijengwa miaka 120 iliyopita. Ile mbao ilikuwa imewekwa siku hiyo imeoza hapo State House. Paa inatoka maji. Nikasema wacha nirekebishe. Sasa ile mimi narekebisha, mnataka nirekebishe State House, mimi niishi mahali mzuri, alafu kanisa ya Mungu ibaki ya mabati? Hagai, Bishop, Hagai 1 mstari wa 4, Mungu anauliza, nyinyi munaishi kwa manyumba mazuri hata imewekwa mbao mzuri, alafu nyumba ya Mungu imeharibika. Hiyo swali nikiulizwa nikienda nikipatana na Mungu, mnataka nijibu namna gani? Niseme ati mimi nilikuwa nakaa State House nyumba ya mawe, imejengwa vizuri, imewekwa tiles, na kanisa ya Mungu State House ni ya mabati? Nitapita hiyo mtihani kweli mbele ya Mungu? So tafadhali nawaomba jameni, wacha nijengee Mungu kanisa hapo State House. Unajua iko fitina mingi. Wacha niwaambie, shetani ashindwe. Shetani ashindwe mfululizo. Yani sasa huyu Bishop Mureithi amenionyesha kanisa ile tunaenda kujenga mjengo ya ghorofa 10 na ngapi Bishop? 11. Ghorofa 11.
Bishop ameniambia hii imefanywa makadirio ni 350 million. Mjengo ya kanisa ya ghorofa ngapi? 11. Sasa niwaulize, kanisa ya kutosha watu 300 inaweza kufika shilingi bilioni? Kama hii kanisa kama hii mjengo ya ghorofa 11 ni 300 million, kanisa ya watu 300 inaweza kufikaje 1 billion sijui na ngapi? Tafadhali jameni, wacheni porojo, wacheni propaganda, wacheni chuki. Mnachukia kanisa ya Mungu kwa sababu gani? Ile kanisa tunajenga pale, sijui hao watu wametoa wapi mabilioni. Kanisa tunajenga pale ni ya kutoshana na wale watoto wetu tuko nao pale, familia 300, tuko na Sunday school pale, na mimi sijaanzisha, nimekuta kanisa iko hapo. Ile kitu nimefanya tu, nimesema badala ya kuwa kanisa ya mabati, wacha tujenge kanisa kama ile yenu mko naye ya mawe. Iko makosa hapo? Kuna makosa? So tafadhali, wale wanatuwekea fitina mingi, utukejeli, sijui nini, tafadhali nawaomba tuheshimu neno la Mungu. Wale wako pale State House ni Wakenya kama wengine, ni Wakristo kama wengine. Tuko mpaka na chaplain. Nilisikia askofu mmoja akiuliza nani atakuwa bishop ya hiyo kanisa. Ile chaplain, tuko na chaplain ambaye anaendelea mpaka saa hii. Nilimkuta pale, si mimi kumwandika, nilimkuta pale akiwa chaplain. Ataendelea tu na hiyo kanisa vile ilivyo. Na nimesema hatutatumia pesa ya serikali kujenga ile kanisa vile nyinyi hamujatumia pesa ya serikali kujenga hii yenu. Si hii yenu ni mchango yenu ndio mnajenga naye. Sisi tukijenga naye ile ya State House badilishe kutoka ya mabati iwe ya mawe, iko makosa? Tuendelee ama tuendelee? Mtaniombea na wale wako State House tujenge hiyo kanisa na tufaulu. Tukiwaita mtakuja kutusaidia kujenga. Anyway, kuna mambo katika Kenya hii, lakini Mungu atatusaidia. Sawa sawa. So wacha nimalizie hapo, niseme nimefurahi sana kufika hapa Embu. Vile nimesema nitarudi hapa mwezi ujao kwa mambo ya barabara zenu na kazi ile ingine yote ambayo tuko nayo ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niombe viongozi wa dini na viongozi wa Kristo na wale wengine wote tushirikiane na tuombee taifa letu, ili pepo mbaya ambayo inasababisha furugu, mali kuharibika, michafuko, fujo, hiyo pepo ishindwe katika taifa letu la Kenya. We want a peaceful nation. Tunataka taifa yenye iko na amani. Ndio tufanye maendeleo, tubadilishe taifa letu la Kenya. Asanteni sana kwa kunikaribisha hapa Embu.